Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Kwa majina ninaitwa Alida, ninatokea kanisa takatifu la Yesu Kristo. Siku ya leo Bwana amenipa neema tena kuja kushuhudia kwa jinsi alivyonitoa kuwa wa kidunia na hata kuniita na kunifanya kuwa mtakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliokoka mnamo 2022 baada ya kuwa Bwana Yesu alipokuwa anasema nami kwa njia ya ndoto kwamba amerudi na mimi nimeachwa. Katika ndoto zote nilizokuwa naota kwamba Bwana Yesu amerudi, lakini mimi nimeachwa kwa kuwa matendo yangu na njia zangu hazije kumpendeza Mungu. Baada ya hapo, baada ya ndoto zile nilizokuwa ninaota, hakika Bwana alitia shauku ndani yangu ili niweze kumjua zaidi. Nikaanza kutafuta, kabla sijaokoka nikaanza kutafuta ni vitu gani vinavyompendeza Mungu, ama ni mambo yapi Mkristo wa kweli anatakiwa kuyafanya. Nikajifunza, nikawa nimekutana na chaneli za kanisa mbalimbali ambayo yanahubiri utakatifu, ndipo nikajua kwamba mtakatifu wa Bwana anatakiwa awaje. Nikajifunza na nikaanza kuenenda kama vile nilivyosikia kwamba mtakatifu na mtu yoyote ambaye ameokoka anatakiwa kuachana na dunia na kumpata Yesu Kristo. Na baada hapo nikaanza kufunga kitambaa mwenyewe kabla hata sijapata kanisa la kwenda kuabudu. Nikawa ninafunga kitambaa, ninajifunza kujifunga kitambaa, ninajifunza kuvaa mavazi marefu yenye kumpendeza Mungu na kumpa utukufu. Baada ya hapo mnamo mwezi wa 7 2022 niliweza kumpa Yesu Kristo maisha. Na baada ya hapo nikawa ninaishi Morogoro, nikapata kanisa la kuabudu, nikawa ninaenda pale. Lakini lile kanisa walikuwa hubiri utakatifu, na nilienda pale, niliabudu pale mwaka mzima. Nikawa ninafunga kitambaa, ninavalia mavazi marefu, lakini wale watu wote walikuwa wanajipamba, walikuwa wanasuka, walikuwa wanafanya vitu vyote ambavyo mataifa wanafanya. Baada hapo na mimi nikatamani niendelee na mimi kuendelea, nikawa ukweli ninaujua, lakini nikatamani vile wanavyokuwa wanasuka, na walikuwa wananiuliza mbona unafunga kitambaa kila siku, mbona unafunga kitambaa kila siku. Baada hapo nikatamani vile wanavyofanya wao, nikafanya tena mfano wa matendo ambapo Bwana nilijua ukweli kwamba haya yampendezi Mungu wala yampe utukufu, nikayarudia. Nakumbuka kuna hiyo siku kabla sijaanza tena kusuka, wakati nimeokoka, hiyo siku nilijipaka poda usoni. Nilipojipamba nikapaka poda usoni, nilihukumiwa sana ndani yangu. Mpaka nimefika kanisani nimepaka ile poda, nilihukumiwa, nilikuwa sina utulivu. Ikabidi baada inaendelea mimi nikawa namsihi Roho Mtakatifu na ninamsihi Bwana kwamba anisamehe. Lakini nilipewa neno ambalo linatoka katika kitabu cha Petro wa kwanza, waraka wa kwanza Petro 1:14. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo, 14 hadi 17. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Neno Mungu linasema, kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi wenu watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamwita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo nililia sana na kuomba toba mbele za Bwana. Nilijisikia vibaya sana hiyo siku. Baada hapo Mungu akanisamehe. Niliishi kwa kuenenda hivyo kama Mungu anavyotaka. Lakini kuna siku tena nikaanguka, nikajikuta natamani tena kusuka. Nikaenda nikasuka kama muda wa miezi miwili. Nikawa ninasuka, ninabadilisha tu mitindo kama tu wengine wanavyofanya. Ninabadilisha mitindo. Lakini kuna siku ambayo Mungu alinisemesha yeye mwenyewe
kwa sauti yake. Ilikuwa ni majira kuelekea alfajiri. Mungu alikuja akanionya, akaniambia niache hayo mambo ninayofanya, kwa kuwa mimi ni taifa takatifu kwa Bwana Mungu wangu. Kwa hiyo nilipoamka asubuhi nikajua kwamba kweli sitaki kufanya matendo hayo ambayo ninatenda, ambapo nilijua kweli. Kwa nikajijua kwamba kitu nilichokifanya mbele za Mungu si sawa. Nikalia tena, nikaomba toba na rehema, kwa kuwa Mungu yeye ni mwingi wa rehema, alinisamehe. Baada ya hapo ndipo nikasimama sasa katika utakatifu. Japokuwa mwanzo sikujua utakatifu wa kweli, lakini baada ya kuja kuhamia Dar es Salaam ndipo nikaanza kujifunza kwamba mtakatifu anatakiwa aweje, anatakiwa aenendeje, anatakiwa afanyeje, alaje, avaaje kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na si kwa ajili ya mapenzi ya mwili wala mapenzi ya kidunia, bali kwa ajili ya mapenzi ya Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo nikajifunza. Mara kwanza nilikuwa ninavaa nguo sawa ni ndefu, lakini zinakuwa zina mikono mifupi kidogo, wala si ndefu za kufika miguuni, na nikajua kwamba mtakatifu nguo yake mikono inatakiwa ifike wapi. Nikajifunza kutokana na watakatifu wenzangu wanavyoishi, lakini pia kutokana na mafundisho jinsi tulivyokuwa tunafundishwa, ndipo nikajua kwamba mtakatifu anatakiwa aenendeje. Lakini pia neno tulivyosoma katika Petro wa kwanza, kama wana wa kutii, tusijifananishe na zamani za ujinga. Zamani, na pia kuna mahali ambapo neno linasema kwamba zamani za ujinga Mungu alijifanya kuwa haoni, lakini sasa anawataka watu wote tuwe watakatifu. Kama mtu aliyeokoka anayemwamini Mungu na mfuasi wa kweli na mwenda mbinguni wa kweli, unapaswa kuvalia mavazi matakatifu, sio yale yanayokupendeza kwa namna ya mwili, ama yale yanaonekana ni mazuri ama ni nadhifu kwa namna ya mwili, lakini ndani yake yamejaa uovu, ndani yake yamejaa machukizo mbele ya Yesu Kristo. Nilikuwa wakati nipo Morogoro, nilikuwa ninajua kwamba mtakatifu anatakiwa weje, lakini kuna mahali pia sikuwa ninajua sawa, na kuna mahali pia nilikuwa ninaenenda sawa na wale wengine walivyokuwa wanaenenda, yani kama washirika wenzangu walivyokuwa wanaenenda, yani ule ukawaida wa lile kanisa walivyokuwa wanaenenda. Na mimi nikawa ninaenenda hivyo, kwa sababu sawa nilikuwa ninajua Mungu hataki nijipake chochote, pambo lolote, kwamba mimi ni mtakatifu, sitaki. Lakini sikuwa ninajua kwamba kuna pia mafuta ambayo hampi Mungu tukufu. Nilikuwa ninaendelea kupaka hayo mafuta, na pia nilikuwa sijui kwamba kuna vyakula ambavyo havimpi Mungu tukufu kama mtakatifu wa kweli hatakiwi kuvila. Nilikuwa ninaendelea kuvitumia. Kwa hiyo baada ya Mungu kunileta mahali hapa kwa ajili ya mapenzi na makusudi yake, ndipo nikajifunza na nikajua, nikaacha vile vyote ambavyo Mungu vilikuwa havimpi utukufu. Kwa hiyo nikanyenyekeza mbele za Mungu na kumuuliza na kuendelea kutii kile ninachofundishwa kwamba mtakatifu anatakiwa aenendeje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijaokoka, mimi nilikuwa ninavaa mawigi kama watu wengine. Nilikuwa ninajichubua kama watu wengine wanavyoenenda. Mimi ni mweupe sawa, lakini nilikuwa pia ninajichubua. Ninatumia ambavyo vipodozi ambavyo vinaongezea rangi. Nilikuwa pia ninapaka rangi za midomo, rangi za kucha, kama ni kuchora ni rangi, kama ni nini. Lakini pia baada ya kujua utakatifu kwamba Mungu ametukataza tusijichore kitu cha namna yote katika miili yetu, nikaja nikajua. Lakini pia nilikuwa ninavaa suruali kama watu wengine. Nilikuwa ninaenenda sawa na watu wa mataifa unaowajua wewe wanavyoenenda, na watoto wangu pia, sio mimi tu, na watoto wangu pia walikuwa wanaenenda hivyo. Nilikuwa ninawalea wanavaa nguo fupi, nguo za kata mikono, nguo zozote, suruali na nguo zote, hadi kaptura walikuwa wanavaa watoto wangu. Lakini baada ya Mungu kuniokoa na Mungu kunisaidia kujua kweli, hayo yote pia mimi na watoto wangu
yote tumeyaacha, maana hayo yote ni ya dunia, yote hampi Mungu tukufu. Mungu wakati wana Israeli wanatoka Misri, tunakumbuka kwamba Farao aliwaambia nendeni ninyi waacheni watoto wenu. Wanakuja kujifunza kwamba kuna wakati kama mtakatifu unaenda katika njia za utakatifu, lakini watoto wako unawaacha nyuma. Unashika wewe Mungu anachotaka, lakini watoto unawataka nyuma. Ndio maana Farao aliwaambia nendeni ninyi, bali watoto wenu waache. Kwa tunatakiwa tusiwaache watoto wetu nyuma. Kama wasafiri, wajifunze wewe neno la Mungu, funza na watoto wako pia. Ndio maana Mungu alisema kwamba mtakapoketi na watoto wako wafunze sheria zangu. Unatakiwa kuwafunza ili wapate kujua Bwana Mungu wao ni jambo gani ama ni kitu gani, ni namna gani wanapotakiwa kuishi kama wana wa Mungu wa kweli, na si katika mapenzi ya mwili, kwa maana sisi tumezaliwa si kwa mapenzi ya mwili, bali ni kwa mapenzi yake yeye aliyetuita. Kwa kama mapenzi yake yeye aliyetuita ametutaka tu watakatifu, ndivyo hivyo wewe pamoja na watoto wako wote wafundishe watoto sheria ya Bwana, wafundishe namna wanavyoenenda ili wapate kuzishika. Na ndio maana tumeambiwa kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tunatambua kwamba umleeje mtoto katika njia impasayo, mfundishe amri za Bwana, mfundishe anompa Mungu tukufu, mfundishe, na si wewe uende wewe eti kwa sababu baba yao amekataza, ama kwa sababu labda kuna kikwazo kwa namna fulani, ama wewe unakuwa mtakatifu kwa Bwana, lakini watoto wako unawaacha wanaenda kwenye makanisa ambako wewe Mungu amekuzuia usiende. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kama mgeni na msafiri wa Bwana Yesu, unatakiwa kuenenda na kufuata yale yaliyo mapenzi na makusudi ya Mungu, yale yote anayotaka kuenenda. Kwa maana kama mchungaji wako hakuhubirii kwamba jambo fulani ama neno fulani ni dhambi, ama hakutajii dhambi kwa wazi, yeye hana mbingu ya kukupeleka wala hana jehanamu ya kukupeleka. Na ndio maana tumeambiwa kwamba tumuogope yeye anaweza kuua mwili na nafsi na kaitupa jehanamu tena milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi kabla sijamjua Bwana Yesu nilikuwa ninavaa mawigi 400,000, 500,000, ninatoa hela na mume wangu ananisupport, natoa hela tunaenda kununua wigi, napaka losheni ya 300,000. Yani kwangu ilikuwa sio shida. 450,000 kwangu ilikuwa sio shida kabisa. Tena kwangu mimi ilikuwa yani kufanya kitu kwa ajili ya mwili wangu, chochote ambacho ninaona mimi kinanifurahisha, nilikuwa sioni hasara, hata iwe ni gharama kiasi gani, nilikuwa ninaona ni sawa tu. Na pia mimi nilikuwa ninavalia nguo za gharama, yani zile nilikuwa sipendi, yani nilikuwa najisemea mwenyewe kwamba mimi siwezi kuvaa nguo ya bei rahisi, mimi siwezi kuvaa nguo yani ya kufanania na watu wengine. Lakini kila kitu nikaja nikajua kwamba ni kiburi tu cha uzima, kwamba yale yote yanapita, nguo ni kitu gani. Kwa hiyo nikaja kujua kwamba mtu yoyote moyo wake ambao unashikiliwa na mavazi, mtu yote yeye hajijui ni nani, na hajijui anaelekea wapi, na hajui anamtumikia nani. Kwa hiyo nilikuwa ninavalia nguo za gharama, yani nguo nzuri yote, hata ikiwa ni ya gharama kiasi gani, nitakayoiona nzuri kwa macho yangu, nitakayoiona nzuri kwa macho yangu mimi, nilikuwa ninahakikisha mpaka ninainunua ili niweze kuanaa. Kwa navaa viatu virefu, yani machukizo yote nayojua wanayofanya wanawake, mimi nilikuwa ninafanya. Mitindo ya nywele, kila wiki nilikuwa nahakikisha ninabadilisha mtindo wa nywele kwenye kichwa changu ili kujifurahisha. Nilikuwa ninaona nina furaha, lakini kiukweli na kiuhalisia vile vitu vimebeba mauti, sio furaha hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama mwanamke mtakatifu, haijalishi wewe unapenda nini, tunatakiwa kufuata mapenzi ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuenenda katika njia na makusudi yake.